Biblia zetu kitabu cha Isaya mlango wa 41. We read from verse 8 to 20. And I read, nawe Israeli, mtumishi wangu, Yakobo, niliyekuchagua, mzao wa Ibrahimu, rafiki yangu, wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikuambia, wewe umtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona, wala wapiganao nawe watakuwa si kitu. Watakuwa kama kitu kisichokuwa, wale waliofanya vita juu yako. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakuambia, usiogope, mimi nitakusaidia. 14 mstari wetu wa siku ya leo. Usiogope, Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako ni Mtakatifu wa Israeli. Tazama, nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria, chenye meno. Utaifikisha milima na kuisaga, nawe utafanya vilima kuwa kama makapi. Utawapepeta na upepo na utawapeperusha. Upepo wa kisulisuli utawatawanya, nawe utamfurahia Bwana. Utajitukuza katika Mtakatifu wa Israeli. Maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana, ndimi zao zimekauka kwa kiu. Mimi Bwana nitawasikia, mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Nitafunua vijito vya maji juu ya vilima na chemichemi katika mabonde. Nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji na mahali pakavu kuwa vijito vya maji. Nitapanda katika jangwa mwerezi, mshita, mwandazi na bono. Nitatia katika nyika boreshi, mtidari na mteashuri pamoja, ili waone na kujua, wakafikiri na kufahamu pamoja, ya kuwa mkono wa Bwana ndio uliofanya jambo hilo. Mtakatifu wa Israeli ndiye aliyeniumba.
Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa mchana wa leo ambao Bwana umeweza kutuleta mahali hapa. Tumekuja hapa kwa moyo wa shukrani ili kuweza kunena tena ukuu na uzuri wako na upendo wako mkuu ulio ndani ya Kristo Yesu. Tunaomba Bwana, kwa dakika chache ambazo tutaweza kulinena neno lako, nena nasi Mungu wetu. Tutie moyo na utupe tumaini lipatakanalo kwako, ya kwamba wewe u pamoja nasi na utaendelea pamoja nasi katika mwaka huu mpya. Na Bwana, kwamba yote ambayo tunakusudia kufanya, yote ambayo tumepanga, Bwana utayatimiza kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mstari wa 14 ambao nimesema ni mstari wetu wa siku ya leo, nataka kuusoma tena ili tukaweze kuangalia tu mambo machache katika mstari huu na tuweze kumalizia. Usiogope, Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana Mtakatifu wa Israeli. Kitabu hiki cha Isaya kimegawanywa mara mbili. Isaya nimegawanya kitabu hiki. Sehemu ya kwanza ni kuanzia mlango wa kwanza hadi wa 39. Sehemu ya pili inaanza mlango wa 40 mpaka wa 66 ulio mwisho. Lakini ukiangalia kuanzia mlango wa kwanza hadi wa 39, Isaya ananena maneno ya kuvunja moyo na maneno ya hukumu ya Mungu juu ya Israeli. Lakini kuanzia mlango wa 40 kuenda hadi mwisho, maneno yanageuka ya kwamba Mungu anawapea Israeli neno la tumaini wakati ambapo walikuwa wanaona kwamba mwisho wao umefika. Japokuwa Israeli wamekuwa wasiomcha Mungu, Bwana anawanenea katika mlango kuanzia mlango wa 40 kwenda hadi wa 66 maneno ya kutia moyo ambayo tunayaangalia sehemu yake siku ya leo katika mstari huu wa 41. Jambo la kwanza tunaloliona katika mstari huu, Mungu anawaambia Israeli kwamba msiogope. Msiogope. Ijapokuwa wanaweza kuwa wamepitia hali ngumu sana, kuanzia mlango wa kwanza hadi wa 39, kuanzia 40 maneno yanageuka. Ndiposa tunapata mstari huu wa 41 ambapo Mungu ananena na Israeli. Neno ambalo kuu tunalipata hapo ni kwamba watu wa Mungu hawapaswi kuogopa. Katika mwaka huu ambao tunaenda kuanza, najua watu usiku ambao umepita na mchana wa leo, wote watu watasimama mbele ya watumishi wa Mungu wenye majina makuu makuu ili kuweza kupokea matabirio ama maneno ya utabiri wa vile maisha yao yatakavyokuwa katika mwaka huu ambao tumeuanza. Lakini neno ambalo Mungu ananena katika mstari huu wa 14 ni kwamba tusiogope. Tusiogope. Usiogope. Usiogope. Mtu ambaye, kumbuka, mtu ambaye moyo wake umevunjika, amepitia mateso, yuko katika nchi ya ugeni, amepitia kila mateso ya kila aina, lakini Mungu ananena neno hili kwake ya kwamba wasiogope. Ijapokuwa
wameambiwa maneno mengi kuhusu hukumu itakayokuja mbele yao, bali Mungu anawaambia hata kama hali itakuja kuwa namna gani, ananena maneno ya kuwatia moyo ya kwamba wasiogope. They should not be afraid. They should not fear. Na ukiendelea kusoma utaona anarudia na kurudia kwamba usiogope. Na inawezekana aidha maneno mwaka uliopita yamekuwa yakienda katika hali ambayo hukutarajia mwaka ukianza, au hata sasa maneno yanaenda vile ambavyo hujapanga. Lakini neno la kututia moyo napoanza mwaka huu, ukisoma mstari wa 10, neno hili lina neno ya kwamba usiogope. Mstari wa 10. Mstari wa 12 linarudiwa kwamba usiogope, na mstari wa 13 bado inarudiwa kwamba usiogope. Mstari wa 14 Isaya anarudia tena, anasema usiogope. Haya ni maneno ambayo yametoka kwa kinywa cha Mungu. Kinijiulize, ni kwa nini Mungu anasema neno hili akirudia na kurudia na kurudia? Kwa nini Mungu anarudia neno hili kwa watu wake Israeli? Usiogope, 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 usiogope. Why? Kwa nini Mungu anasema usiogope? Kwa sababu yapo mambo ambayo hutokea katika maisha ya mwanadamu ambayo yanaweza kumfanya atikisike katika maisha yake. Mambo ambayo aidha ni magonjwa, au ni marafiki wamekuondokea, au pengine ni jambo ambalo limevunja moyo wako. Yawezekana mambo haya yakakupata. Isaya ananena na watu ambao walikuwa na sababu nzuri ya kuogopa, kwa sababu kuanzia mlango wa 1 hadi mlango wa 39 anawaambia juu ya hukumu ambayo inakuja mbele zao. Mioyo yao yaweza kuwa imetingisika sana, lakini neno linakuja kutoka kwa kinywa cha Mungu aliyemtuma Isaya, akamwambia kwamba usiogope, msiogope, usiogope, usiogope, usiogope. Ni Mungu mwenyewe ananena. Jambo la kwanza ambalo tunaliona hapo ni ya kwamba ulimwengu huu una mambo mengi ambayo yaweza kuzua woga. Things that can cause anxiety, fear and worry. Lakini yatakapotokea, neno hili ni neno ambalo linatufaa siku ya leo, ya kwamba tusiogope. Remember Israel, they were disobedient to God. Wameenda na njia zao, wamemwacha Mungu, wamemwasi. Isaya anasema sisi zote kama kondoo tumepotea kwa sababu tumeacha njia ya Mungu. Lakini neno linakuja ya kwamba tusiogope. Tusiogope kwa sababu aliye nasi yu tayari kutupigania. Hiyo ni jambo la kwanza. Mungu mwenyewe ananena neno hiyo. The one who loves you and gives you son for you calls you not to be afraid.
Nataka mmoja tusomee Mathayo mlango wa 10 mstari wa 28 31. Tusiogope. Ijapokuwa dhambi inaweza kutuzunguka, lakini Mungu ananena nasi. Matthew chapter 10 verse 28 to 31. Matthew 10:28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground, apart from your Father's will? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. Hayo ni maneno ambayo yanatoka kwa kinywa cha Yesu Kristo mwenyewe. Watu wanaweza kuogopa wengine, kumbe wanaogopa kisicho cha kuogopa. Yatupasa tujifundishe katika mwaka huu ambao tumeanza ya kwamba tumche Mungu. We must not learn to fear people, but learn to fear God. That we will not be afraid when destruction comes our way. Jambo lingine ambalo tunaliona hapo ni ya kwamba Mungu mwenyewe anajua unyonge wetu. God knows and understands that we are weak. God calls his people worms. That is to say about the weakness of humanity. Worm symbolizes a weak vessel, a weak animal. Yawezekana majaribu yakatupata, yawezekana mambo magumu yakatukumba katika maisha ya kila siku, lakini tukumbuke neno hili ya kwamba tunaye Mungu ambaye anatuambia tusiogope. God gave his son for worms. And if you trust in him, you will be reconciled to God, your creator. He will forgive you for Christ's sake. He is our God. He is near us. Lazima tuelewe kwamba Mungu anaelewa na anajua unyonge wetu, kwamba tuwanyonge na tunahitaji Mungu. Hii ni kushusha kiburi cha mwanadamu, kujisikia kwamba anajiweza, kwamba mwaka uliopita mbona nilijaribu hii na nilivuka salama. Let us learn to depend upon God in this new year. Thirdly, jambo la tatu ni ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye msaidizi wetu. God himself is our helper. As Christians, as we get to this new year, let us hold to God as our only helper, who will not leave us nor forsake us, as he tells us. He knows what we need. He knows our problems. Let us not fear. We can't give to God what he requires for us. We cannot. But him,
If we keep our trust in him, he is able to supply righteousness, to supply obedience, to supply even faith to us, that we will remain in him. Ni jambo gani ambayo unaangalia mbele na unaona giza? Usiende kutafuta mwombaji. Usiende kutafuta mtu anajiita jina ya apostle ama prophet. Isaiah gives us a word for the season here, that we should not fear, because God is our helper. Mungu ndiye msaidizi wetu. Acha Mungu akawe msaidizi wako, kwa sababu if we were to pay for our sins, we could not. But God, full of love, sent his son to die for our sins, that we are no longer under the condemnation of sin. Usiogope. Usiogope. Shetani anaweza kutuletea mambo mengi ya kututisha na kutufanya tuogope, bali Mungu mwenyewe anatuahidi kwamba yuko karibu nasi na atakuwa pamoja nasi. Matthew chapter 6 verse 25. Matthew chapter 6 verse 25. Somebody read. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Hayo ni maneno ya Kristo Yesu mwenyewe, ya kwamba tusifadhaike juu ya kile tutakachokula na tutakachovaa. We are more worth before the eyes of God. He promises us to be with us always, kwamba atatupigania tusikae maisha ya kuogopa, bali tukae maisha ya kumtegemea Mungu nyakati zote, hata wakati ambapo hali iliyomo ni kama inatuambia ya kwamba sasa ukimtegemea Mungu utakufa ama utaisha. Mtegemee Mungu, usiogope. Twaweza kusahau, lakini inatupasa neno hili liwe mioyoni mwetu ya kwamba tusiogope. Believe God even when there are compelling reasons not to believe. Believe and believe and believe. Hata kama unaweza kuhesabu mambo yaliyo mbele yako ambayo ni magumu sana, inatupasa tumtazame Mungu kama aliye karibu nasi, kama anayeweza yote, mwenye ambaye anaambia Israeli, usiogope, nitakuwa pamoja nawe. Mstari wa 14 narudia kusoma ya kwamba usiogope, Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana. Mkono wa ukombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. God is our hand of victory.
Usishurutishwe na watu kwamba huu si wakati wa kumtegemea Mungu. Bado endelea kumtegemea Mungu, hata kama hali iko namna gani, hata kama watu wanasema kwamba hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Let us learn not to fear, because our God promises to be with us and to be the hand of our victory. Watu wamepewa vitu vya kuwasaidia ili waweze kupata kazi, ili waweze kukimu mahitaji mbalimbali. Hata wengine wamepewa loan na ajui atafanya nini. Nisikia wengine pale town walikuwa wanahubiria watu, wanawaambia yule ako na loan aende amuone apostle aweze kumuombea loan yake iondolewe. Wameweka speakers kubwa ili watangazie watu ya kwamba kunaye mmoja akikuombea loan yako itaisha. Lakini twatangaza kwamba huyo ni uongo. Neno la kweli ni kwamba yatupasa tumtegemee Mungu. Yatupasa tusiogope, kwa sababu Bwana Mungu ndiye mkono wetu wa ushindi. Wale ambao walikuwa mbele yetu, twasoma juu ya Elijah na Elisha. Hasa Elisha akimwambia mtumishi wake Gehazi, usiogope, Mungu yu pamoja nasi. The Syrian army surrounding them to kill them, Elisha prayed. Na ajabu ni kwamba Elisha aliomba kwamba mtumishi wake aweze kufunguliwa macho na kuona kwamba jeshi walilo nao ni jeshi kubwa. We have a God who never fails us. Shida na matatizo yanaweza kutuzunguka kama vile Elisha na mtumishi wake Gehazi walizungukwa na jeshi la Wasiria. Lakini tegemeo lao alikuwa kwa jeshi la Israeli, bali walimtegemea Mungu. Yatupasa tumtegemee Mungu aliye mwaminifu na ataweza kutushindania. Nikimalizia ni ya kwamba mkono wa Mungu aliye mwenye nguvu zote ukitushika, tutaweza hata kumaliza mwaka huu ambao tumeuanza salama. Zaburi ya 118, Psalm number 118. Twende hapo tumalizie. Zaburi ya 118 mstari wa 5 kwenda chini mpaka mstari wa 8, 5 to 8. Psalm number 118, 5 to 8. Katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu.
ni maneno ya kututia moyo kwamba Mungu aweze kutusaidia tukaweze kushikilia kwake, anayetuahidi kwamba tusiogope, atakuwa pamoja nasi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, Mungu mtakatifu, Bwana wa mabwana, tunakushukuru kwa neno lako ambalo umetuletea siku ya leo, siku ya kwanza ya mwaka huu wa 26. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu kufika mwaka huu ni nguvu zako, imeuchukua mkono wako kuweza kuona mwaka huu. Tunakuomba Bwana, neno hili ambalo umetuambia tunapoanza mwaka huu, tuenende pamoja nawe, tukakutegemee wewe, tukakutazame wewe. Tumaini letu tukaliweke kwako, ya kwamba wewe ni Mungu ambaye hautatuacha. Umetuahidi kwamba hautatuacha wala hautatupungukia. Bwana, tusaidie kwamba hata mambo yatakapojazana namna gani, hata maisha yatakapotutisha, tutaweza kukutegemea wewe. Nenda nasi Bwana, kwa sababu ikiwa hatutaenda pamoja nawe, tutaweza kuaibika, bali wanaokutegemea Bwana utawasimamisha na utawapa ushindi. Na kuomba Mungu wetu tusaidie, tuongoze katika mambo yote. Twakupa sifa, tunakuinua kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen.